Epuka sana kuwa na mahusiano na mwanaume au mwanamke mwekezaji. Mwanaume mwekezaji ni mwanaume ambaye yuko na watu zaidi ya 5 anawatazamia kuja kuwa mke wake. Au mwanamke anaweza kuwa na wanaume 5 ambao wote anatazamia kuwa mtu wake. Au ni wanawake wawekezaji hawako straight kwenye jambo moja. Na ukitaka kujua huyo mtu ni mwekezaji au sio mwekezaji, angalia yeye kipaumbele chake ni nini. Ukiona mwanaume kipaumbele chake ni sex, tambua huyo sio muoaji, kwa sababu anatamani akuonje na akuache. Ukiona mwanamke kipaumbele chake ni kuwa karibu na wewe, mbona hujanikumbatia jamani, mbona hujanikiss jamani, hebu nione tumbo lako. Tumbo la nini dada? Hata ndoa bado. Tambua kabisa huyo mwanamke ni mwekezaji. Kuna vitu vyake anaviangalia vya ndani. Nataka nikupe elimu moja. Ni kweli kabisa ni muhimu sana kuangalia muonekano wa mtu ili kuingia naye kwa mahusiano. Na niweke hii sawa zaidi kwamba Mungu, unapomwomba Mungu nipe mke bora, Mungu anakupa mtu mwenye moyo wa aina ya mtu ambaye kutembea naye utafanana naye, mtaenda pamoja salama. Lakini swala nje la housing, muonekano wa mtu ni wewe. Ndio maana Biblia inasema kitabu cha Samuel, Biblia inasema hivi, Samuel, Mungu anamwambia Samuel, mimi sitazami kama wanadamu wanavyotazama, mimi natazama moyo. Kwa hiyo Mungu ukimwomba kitu anakujibu sawa na moyo wako. Kwa moyo wangu mimi Mungu napenda, naomba unipe mke mwema, mke mwenye busara. Mungu anakupa mke mwenye busara. Lakini swala la muonekano, Mungu wewe ndo amekupa, ndio maana amekupa macho. Mungu hatashughulika na wewe juu ya swala la macho. Wewe atakuletea mtu ambaye sahihi, hakikisha unalizika naye kwa muonekano nje. Unamfeel kwamba huyu ni mume wangu, huyu ni mke wangu. Yes, najisikia proud. Hata kama wewe mfupi sana, sema yes, that is my wife. Huyu my gentleman. Feel kwanza kwa macho yako yathibitishe kwamba unaweza kutembea naye. Usiwe kusema tu ni sababu Mungu. Vijana wengi huwa wanaolopoka haya maneno kwamba ni Mungu tu aliniambia, sivyo nisingekuwa na wewe. That is wrong. Unamsingizia Mungu. Mungu anakupa mtu mwenye moyo. Wasio wa nje ni wewe. Sijakataa mtu kuchagua watu kwamba na wake kadhaa wanawatazama. Mungu naomba uonekane. It's okay, ni nzuri. Hata wakina Esther kipindi anaolewa, mfalme alichagua watu, mabinti kadhaa, alafu akachagua mmoja. Lakini hichi kitendo cha kukaa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili na mabinti wa watu ambao wanakusubiria kuja kwa mume wao, una lose muda wa watu. Wewe ni mwekezaji kama wawekezaji wengine. Yaani kama mwekezaji, manake wewe ni kati ya watu ambao watakuwa na hatia mbele za Mungu, sababu unafifisha hatima za mtu. Na nataka nisisitize hichi kitu kimoja. If you are a man or woman, listen me. Jali hisia za mtu. Usijisikia la tu unavokaa, unapoteza muda wa mtu, unakula hela za mtu. Tambua, Biblia inasema hivi, chochote utachokula utakitapika. One day utatapika kile kitu umekula. Nimalizie kwa kusema hivi, kitu kilichomfanya Esther akae kwenye ndoa ya ufalme sio uzuri. Uzuri na tabia na mambo ya mwanzoni yalimfanya aingie kwenye ndoa. Lakini kukaa kwenye ndoa na kudumu kwenye ndoa kulitegemea tabia yake. Kati ya kitu ambacho kitakuzuia sana wewe dada kuingia kwenye ndoa ni tabia yako. Tuko na mabinti wengi wanataka kuwa wakina mama mchungaji. Nataka niwe na mwanaume ana gari. Kama unataka kuwa na mwanaume ambaye ana gari, hakikisha na uchumi wako kae sawa. La sivyo ukija kuchukuliwa na mtu ambaye yuko over na wewe, nisikiza, utateseka, utatuletea malalamiko wachungaji.